Subscribe The Sport Show. Simba amepoteza dhidi ya Esperance de Tunis ya Tunisia kwa bao 1-0, na hapa kuna uchambuzi wa mambo kadhaa ambayo yametokea katika mechi hiyo. Kuna mambo kama matano ambayo tafadhali naomba uweze kuungana nami niweze kukujuza ambayo tumeweza kuyabaini au kuyagundua katika mechi hiyo ya Simba dhidi ya Esperance de Tunis. Simba walikosea wapi? Lakini pia mwalimu alikosea wapi? Lakini pia sabu zilizofanyika zilikuwa sawa? Lakini pia kwa nini Esperance pia walifeli? Kwa hiyo naomba uweze kuungana nami mwanzo mpaka mwisho wa uchambuzi huu, lakini kabla tujaendelea, ni kuombe uweze kusubscribe hii YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu tunazokuwa tunakuwekea hapa. Kumbuka taarifa zetu zinakuwa ni za uhakika na uchambuzi maridadi kabisa ambao tumeufanya kunako mechi husika. Na shukrani kwa wewe ambaye tayari umeshakuwa mwanafamilia wa The Sport Show. Pia shukrani kwa wewe ambaye una share kuhusu The Sport Show kwa washikaji. Yep. Simba imeweza kupoteza tena kwa mara nyingine katika hatua ya makundi kwa kuruhusu kufungwa goli na Esperance de Tunis, japo mpira umeisha kwa ushindi mwembamba dhidi ya Esperance de Tunis, lakini hilo si tatizo wa ushindi mwembamba, kwa sababu kwenye group stage kinachoangaliwa ni point. Kwa maana nyingine tunaweza kusema kwamba Simba kadondosha tena point, ambapo leo hii kwenye mechi hii ndio ilikuwa mechi ya kufufulia matumaini, ijapo Ahmed Ally amesema kwamba bado hali ni shwari, kuna point 9 zingine za kupambania, ambapo wanaenda kufufua matumaini nyumbani, mnyama akimkabili Esperance de Tunis katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hivyo basi pengine kushinda kwa hiyo mechi kutaweza kuja kufufua matumaini ya kupambania hatua ya kufuzu robo fainali. Lolote linawezekana, kwa sababu huu ni mpira na mpira lazima uheshimiwe. Kwa hiyo pengine atakaposhinda ataweza kuweka matumaini na kuweza kusonga mbele, kwa maana kwamba Simba anastahili kushinda mechi zake 3 zilizosalia ili aweze kufuzu. Kumbuka yeye yuko mkiani akiwa hana hata pointi moja, anayefuatia ana pointi 4, mwingine ana pointi 5. Kwa hiyo hali si shwari kwa klabu ya Simba, lakini kwa namna ambavyo matokeo yamekaa, Simba bado ana nafasi, kwa sababu mwenye pointi nyingi na pointi 5, anayefuata 4 na anayefuata 4, kwa hiyo Simba ndo ana 0. So kwenye mechi hii kulikuwa kuna jambo moja la kuvutia, kwamba mpira ulikuwa wa kuvutia katika yale mambo matano. Ya kwanza, mpira ulikuwa wa kuvutia kwa maana kwamba Simba ameweza kucheza mpira ambao unaridhisha kwa namna moja ama nyingine, japo goli walilolipata Esperance de Tunis ni makosa madogo madogo ambayo yameweza kuwagharimu, kwa sababu Shomari Kapombe alikuwa akifukuzana na Jack Diarra ambaye aliweza kufunga goli mwanzoni mwa dakika ya 20, lakini pia kwenye hiyo movement anaweza kusema kwamba Rushaine pia kama vile hakuwa mchezoni, kwa sababu kipindi Kapombe anakimbizana na Diarra, kwa namna moja ama nyingine Rushaine ye alikuwa yuko nyuma, alikuwa slow sana, na kitu ambacho alichokifanya mfungaji ni kutumia tu akili kwa kupress, japo watu wengi wanalaumu kwamba kwa nini Kapombe hakufanya lolote dhidi ya yule aliyefunga, lakini ni kueleze tu kwamba pale mfungaji ndo alikuwa anamiliki mali, kwa maana kwamba alikuwa kwenye eneo la box, kwa hiyo ungemgusa vibaya ni tuta tayari. Kwa hiyo alichofanya ni kupiga tu mpira kidogo, ambapo mguuni kwa kipa, sehemu ambapo kipa singeweza kucheza kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kipa alibana tayari kwenye engo. Kwa hiyo pengine mtu anaweza akasema mbona kipa alishindwa kudaka au kuzuia? Kipa alijiposition sehemu nzuri na beki alifanya. Kwa hiyo credit ziende kwa mfungaji. Usajili wa Jibrila, goalkeeper wa Simba, ni usajili bora kuwahi kutokea, kwa sababu
amefanya save moja katika kipindi cha mwanzo ambapo pengine isingekuwa ni uhodari wake angeweza kufungwa goli ambalo lingekuwa goli bora sana la mashindano haya. Ijapo klabu ya Simba inasifika kwa kuwa na makipa bora tangu enzi na enzi za kina Juma Kaseja, Mohamed Mwameja na wengine hasa kipindi cha karibuni kuwepo Ayub Lekred, lakini pia sasa hivi yupo Kamara, lakini amekuwepo Aishi Manula, lakini kwa goalkeeper pia huyu aliyeletwa pia ni kipa mzuri sana. Kwa hiyo credit kwa walio mpoint kwa sababu ameonyesha kile ambacho alistahili kukifanya kunako klabu ya Simba. Jambo la pili lililotokea au nililoliona katika mechi hii ni kuvuja kwa kiungo cha Simba. Ijapo kwa namna moja ama nyingine Simba ilijitahidi sana kukaba nafasi, lakini bado kwenye sehemu ya kiungo waliweza kuzidiwa kidogo, ambapo ukiangalia namna ambavyo viungo wakati mfano Morris Abraham alikuwa anacheza kama namba 8, unaona kabisa kwamba ile driving force ya kuweza kugawa mipira mbele ilikuwa inapungua, mpaka baadhi ya watazamaji wakawa wanasema kwamba pengine angetoka Kibu Denis akaingia Chama, huenda tungeweza kuona mipira ikienda mbele zaidi, tofauti na ambavyo ilivyokuwa. Kwa hiyo unaona mipira mingi ilikuwa inachezwa lakini ilikuwa inapotelea eneo la 70 kutoka sehemu ya Simba ilipo. Kwa hiyo zoni ya 70 ambapo kuikamilisha ile 30 ya mwisho ilikuwa inakuja kuwa na changamoto kwa sababu mipira mingi ilikuwa inapotea, haifiki kwa Soa. Soa anabaki kurandaranda, hajue atapewa mpira na nani, hivyo kuifanya safu ya ushambuliaji ya Simba kutokuwa bora. Na kwa namna ambavyo wanacheza, mwalimu asipofanyia kazi hayo makosa, pengine tutarajie kuwaona washambuliaji wote wa Simba kwamba hawana lolote. Credit kwa Alibasi Geye ambaye aliingia na kuweza kuonesha kile ambacho wana Simba waliweza kutarajia kutoka kwake. Kwa hiyo jambo la tatu ni hili la Geye kuingia na kubadilisha mchezo. Alivyoingia Chama na baadaye Geye kuingia, kuliweza kuibadilisha klabu ya Simba kunapo kwenye pitch na kuonesha kwamba kuna kiu ya kile unachokitaka, lakini kilichokosekana ni ufanisi tu, lakini kuna kitu ambacho amekionyesha ambapo kiu ya wanasimba inaweza kuja kutatuka kupitia kwa winga huyu wa ball. Lakini jambo la tatu lililokuwepo kwenye huu mpira ni Mpanzu. Eli Mpanzu amekuwa ni mtu ambaye end product yake inakuwa haina madhara kwa mpinzani, yani ana uwezo wa kukokota mpira lakini anaenda kupoteza pia mpira kirahisi. Anatoka na mpira nyuma, anapunguza adui, lakini pasi zake zinakuwa hazifiki. Kwa mchezo huu bado itaendelea kuigharimu sana Simba kwa sababu Mpanzu anatakiwa anapokuwa na mali anatakiwa aachie mali. So unakuta Mpanzu ana mali lakini vile vile namna ya kuweza kuiachia mali inakuja kuwa ni changamoto, kitu ambacho kinaifanya unafanya wapinzani wawahi kwenye nafasi na kuweza kukaba njia. Kwa hiyo endapo wataendelea hivi hivi, pengine tutaweza kuja kuona changamoto kadhaa kunako klabu ya Simba. Kosa lililofanyika au jambo la 4 lililofanyika ni sabu iliyofanyika ilikuwa ni nzuri, lakini ilikuwa ina mapungufu. Upungufu upi? Cha kwanza kumtoa Soa ambaye ni forward halisia na kumwacha Kibu Denis ilikuwa ni kuiua timu kwa kufanya wale mabeki wacheze free, kwa sababu Soa ni mshambuliaji. Kwa hiyo tulitegemea pengine kwenye sabu angeweza kumuondoa kama alivyokuwa anaondoka Morris au Kibu akaingia Chama, lakini Soa angebakia pale pale ambapo Chama angeweza kupeleka mpira kwa Soa, Gueye angeweza kupeleka mpira kwa Soa, lakini Abraham angeweza kupeleka mpira kwa Soa, ambaye Soa anahitaji kuwekewa tu mipira na kuweza kumaliza kwa kufunga, kwa sababu yule kwenye attempt zake 2 au 3 lazima atapata goli. Kwa hiyo kosa la kiufundi ni kwenye substitute zilizofanyika, lakini hayo ni mambo madogo madogo ambayo yanaweza kufanyiwa kazi na hatimaye timu ikaja kupata ile balance. Jambo la 5 na la mwisho ni kwamba tumeona klabu ya Simba jinsi ambavyo
imeanza kurejea katika ufalme wake, japo imepotea kwenye ufalme wa soka hasa katika siku chache amekuwa akipoteza sana mipira, yani wamepoteza sana ufalme, wamepoteza umiliki wa mpira, lakini kwa mpira aliyoucheza leo hakuna anayewadai. Ni sehemu tu ya matokeo yaliyochangia wao kupoteza mechi, lakini waliweza kudominate mpira kwa Waarabu, hali iliyomfanya mpaka Mwarabu naye kwa namna moja ama nyingine ameweza kupata ushindi mwembamba. Hakuna aliyetarajia kwamba Simba angeweza kucheza mpira huu, na kwa mpira huu ambao Simba ameanza kuonesha, endapo akirudi kwenye ligi yetu, hii ligi ya ndani ya NBC, basi kwa kikosi hichi tutarajie lolote linaweza katokea, pengine kubeba hata ubingwa, kwa sababu pointi 6 akiwa na mechi nyingi pungufu si hoja kwa sababu akishinda mechi moja anabakiza pointi 3 dhidi ya anayeongoza ligi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tusiibeze Simba, tuipe nafasi, lolote linaweza likatokea na pengine wakaja kushangaza watu kwa kuwa mabingwa wa NBC msimu huu. Hilo linawezekana kwa sababu huu ni mpira. So kwenye kile ambacho Simba ameweza kukifanya, unaweza kuona kabisa kwamba ile kauli ya Steve Barker ya kwamba Simba yangu mtaanza kuiona kwenye mechi ya kimataifa, ile kauli kweli inaridhisha na inatia matumaini kwamba kwa kile alichokuwa na kitaka pengine kitaonekana. Kwao ni wiki moja imesalia kuja kuona marudio ya nini kitakachofanyika, lakini kwangu mimi naipa Simba mechi 2 zilizobaki za nyumbani ataweza kushinda zote. Mimi nina uhakika huo wa 100%, sijaikatia Simba tamaa, lakini endapo atafanikiwa kufunga mechi hizo 2 zilizosalia, atafufua matumaini ya kusonga mbele, kwa maana kwamba lolote linaweza kutokea dhidi yake na Petro Atletico de Luanda ya Angola, kwa maana kwamba wale ni wapinzani wagumu ambao waliweza kumfunga, lakini pia lolote linaweza likatokea kwa Simba kuweza kupata alama. Si mara ya kwanza Simba kupata alama ugenini, hata msimu ulioisha aliweza kupata alama ugenini. Kwa hiyo tujipe muda kwa kuamini kwamba Simba ataweza kufanya kile ambacho wanahitaji kukifanya. Credit bado ziende kwa kocha kwa sababu ameweza kuiunganisha timu ikiwa ina maingizo mapya katika kipindi kifupi. Kwa mfano ingizo la Kibabage limeonesha matokeo chanya. Haya, Lebise Gueye imeonesha matokeo, imeonesha kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tutarajie kuiona Simba ambayo itakuja kuwa bora katika siku chache zijazo, kwa sababu hata viongozi pia wanatamani sana Simba iweze kufanya vizuri. Si mashabiki pia wanataka kuona Simba ikifanya vizuri, kwa sababu ndo furaha yao ilipo. Hakuna sehemu ambapo kuna furaha yao, japo kwenye mpira kuna nyakati ambazo timu huwa zinapoteana mapema mno. Timu zinapoteana mapema mno. Fikiria kama Orlando Pirates sasa hivi jinsi alivyo, na msimu ulioisha alikuwa ni mkali, ambapo hakuna aliyetarajia kwamba Orlando Pirates angeweza kupotea kwenye game kwa staili hii, lakini leo yuko wapi? Kwa hiyo tusiikatie tamaa Simba, ambapo Simba anajitafuta na imani atajipata. Nabi Kamara amezidi kuonesha kwamba anaweza kucheza nafasi yoyote, na kucheza na mtu kama Nabi Kamara inatakiwa uwe na akili iliyokuwa sharp, kwa sababu anaweza kakupa pasi sehemu ambapo kutarajia kwamba anaweza kutoa pasi. Ana jicho la kuona wapi apeleke mpira hata kabla hajapokea mpira, kitu ambacho Mpanzo angekuwa nakifanya hiki, tutegemei kwamba vitu vingekuwa vizuri zaidi, lakini naamini mwalimu atavifanyia kazi na hatimaye Simba itakuja kutoa mpira mzuri. Shukrani kwa kuwa nasi hadi wakati mwingine tena. Bye.